ambao waliendelea kufungwa na wafalme wa ulimwengu huu kwa kutumikishwa. Kwa mujibu wa kitabu cha Yeremia ile 52:31-34, tarehe 25 wafalme waliwaachilia na kuwapokea wengine, ambapo watu waliingizwa kwenye mikataba na maagano kupitia sherehe mbalimbali, vyakula mbalimbali vilivyoshirikishwa wakati wa sherehe. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Vile vyakula na sherehe zile, watu wote waliokwenda kwa ajili ya kusherekea walikwenda wakajikuta wamejiungamanisha na Mungu wa tarehe ile. Haleluya. Haleluya. Kwa nini tunasema Mungu wa tarehe ile? Wa tarehe 25 mwezi wa 12. Haleluya. Huyu Mungu alianzia wapi? Ndio maana nikakwambia nisirudi nyuma sana kihistoria, nianzie hapa kwa Nimrod. Haleluya watu wa Mungu. Nimrod, ndani yake kulikuwa na roho ya joka kuu. Joka kuu lilikaa ndani ya Nimrod, likampa nguvu ya kutawala kama mfalme. Nimrod, kwa ajili ya dhambi, Nimrod alikwenda akafika mahala akamfanya mama yake mzazi kama mke wake, ambaye mama yake mzazi aliitwa Semiranos. Haleluya mtu wa Mungu. Semiranos alikuwa ni mama yake mzazi na Nimrod, ambaye Nimrod alimgeuza kuwa mke wake. Katika majukumu ya Nimrod, Nimrod aliuawa. Na Nimrod alipouawa, vipande vya mwili wake viliwekwa sehemu tofauti tofauti. Haleluya. Baada ya kufa, wakati watu wako kwenye kushangaa, mama mzazi akachukua nafasi ya mtoto wake ambaye ni mume wake. Haleluya. Wakati mama mzazi anachukua nafasi, wakati huo mama mzazi alikuwa ni mjamzito wa mimba ya mtoto wake. Tunaelewana vizuri watu wa Mungu? Haleluya watu wa Mungu. Mama mzazi alichokisema ni kwamba sasa mleteni, unganisheni vipande vya mwili wa Nimrod. Haleluya. Vikaanza kukusanywa kutoka pande zote. Vilipokusanywa, kipande kimoja cha mwili wake hakikuonekana, ambapo kipande ambacho hakikuonekana kilikuwa ni sehemu yake ya uume. Hiyo haikupatikana. Hivyo Semiranos akasema ya kwamba hawezi kufufuka tena. Haleluya. Kwa sababu kipande hiki kimefanya nini? Hakipo. Haleluya. Akawaambia watu, Nimrod amekwenda kwenye jua. Haleluya. Nimrod hajafa, ila amekwenda kwenye jua. Hivyo sasa tutaanza kumwabudu Nimrod kutoka kwenye jua. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Baada ya kuyasema hayo, wale watu wakakubali, wakaanza kuabudu Mungu jua. Haleluya. Mungu jua akaanza kuabudiwa. Wakati anaabudiwa, ile mimba iliyokuwa tumboni mwa Semiranos ikaendelea kukua. Ilipoonekana inakuwa, ikabidi aje mbele za watu kuambia ya kwamba mimi nimepata ujauzito, sio kwa kulala na mtu, bali ni kwa uwezo wa miali ya jua. Ilitoka kwenye jua ikanipa mimba. Miali ya jua imekuja ikaingia tumboni mwangu, nikapokea ujauzito. Hivyo nina ujauzito uliotokana na jua. Mwangalie shetani alivyomjanja na muongo. Haleluya.
Haleluya. Wakati huo mimba iliyoko ndani yake ilikuwa ni mimba ya mtoto wake. Amina. Ambaye ni Nimrod, ambaye anasema yuko kwenye choo. Amina. Tunaelewana vizuri watu wa Mungu? Amen. Ile mimba ikakua. Haleluya. Amen. Kukafika wakati wa kuzaliwa. Kabla ya ile mimba kukua, wakati wa kifo cha Nimrod. Haleluya. Haleluya. Semiranos aliamrisha watu kuanza kuabudu, yani kumuombolezea Nimrod kwa kuwasha mishumaa. Kwa kuwasha mishumaa. Ndio maana unaona leo waganga wanawasha mishumaa. Makaburini kunawashwa mishumaa. Sehemu zote za mashetani kunawashwa mishumaa. Kuwasha mishumaa hata kwenye madhabahu ni kumwabudu Mungu jua, Mungu Nimrodi. Kuwasha mishumaa kwenye madhabahu ni kumwabudu Mungu jua, Mungu Nimrodi. Maana yake ni kuabudu utatu. Twende tutaona utatu ni kitu gani. Haleluya watu wa Mungu. Tunaelewana vizuri kidogo? Haleluya. Unanielewa kidogo? Haleluya. Haleluya mtu wa Mungu. Amen. Baada ya ile mishumaa kuwashwa, Mungu yule alianza kuabudiwa. Amen. Turudi kwa Semiranos ambaye alikuwa ni mjamzito. Semiranos ilipofika kipindi cha baridi, Semiranos palifika muda wa kujifungua. Semiranos akajifungua mtoto wake yule tarehe 25 mwezi wa 12. Huyu mtoto aliyezaliwa akaitwa Tamuzi. Akaitwa Tamuzi. Yaani ni Mungu ambaye ni mwokozi wao. Yaani Semiranos akaendelea kuwadanganya ya kwamba mtoto aliyezaliwa ni mkombozi, yaani ni kama vile Yesu amezaliwa. Sijui unaelewa hapa kidogo? Sijui unaelewa hapa kidogo? Yaani mkombozi wao amezaliwa, akaitwa Tamuzi. Sasa huyu Tamuzi bahati mbaya sana alizaliwa akiwa na jicho moja. Haleluya. Alizaliwa akiwa na jicho moja. Yaani kilema wa jicho. Semiranos alifadhaika kwa kile kilichotokea. Lakini aliendelea kusema huyu ndio mwokozi wetu. Yule mtoto akazaliwa, akakua. Haleluya. Haleluya. Wakati wa fadhaa ile ya Tamuzi kuzaliwa katika hali ile, Semiranos ambaye alikuwa ni malkia kwa wakati ule akawaambia watu, sasa ni wakati ambapo tunabidi tumuombolezee huyu, kwa kuwa Mungu wetu ametuambia sasa tuanze kufanya tendo la ndoa kinyume na maumbile. Amen. Hapa ndipo palipoanzia. Amen. Hapa ndipo mwanzo wa ushoga. Amen. Huyu Mungu huyu ndiye mwanzo wa nini? Wa ushoga. Haleluya. Haleluya. Yaani ushoga ulitokana na kumliwaza Semiranos na Tamuzi kwa kile ambacho kimetokea kwa mtoto yule kuzaliwa na jicho moja. Yule mtoto ana maana kubwa mpaka leo. Tuko wote watu wa Mungu? Tunaelewana vizuri watu wa Mungu? Haleluya watu wa Mungu. Yule mtoto unayemuona ndiye Mungu, kama vile tunavyosema Mungu Artemi, miungu ya fedha. Yule mtoto Tamuzi
kwa lile jicho moja, ndiye yule ambaye unamuona anaabudiwa mpaka kwenye noti zile dola za Kimarekani. Pale nyuma ile dola utaona pamewekwa triangle. Alafu mtu ana jicho. Sijui unanielewa wewe. Haleluya, haleluya. Sijui unanielewa kidogo. Hapa wale wa Marekani ili kuwa matajiri wa dunia ilibidi wamwabudu mungu wao wa fedha ambaye leo tunamuita Artemi. Kwa kumweka pale nyuma Tamuzi kwenye fedha yao. Ndio maana magari mengine hapa nyuma unakuta pamechorwa mtu amefunga jicho moja. Wacha hiyo habari. Wako akina mama na akina dada wana ule mtindo wa kutengeneza nywele zinaangukia upande mmoja, zinafunika jicho moja. Ile yote ni kumwabudu Tamuzi, mungu jua. Lakini hauelewi, unaona ni fashion. Wale watu wanaofanyaga maigizo au vitu gani wanaziba jicho moja. Haleluya. Wanamtukuza Tamuzi, mungu wa tarehe 25. Tuko kidogo tunaelewana kidogo hapa. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Wanamtukuza yule Tamuzi. Tamuzi akakuwa. Alipokuwa akawa na tabia na kazi kama ya baba yake. Baba yake alikuwa mwindaji na yeye akawa mwindaji. Wakati mmoja alipokwenda kuwinda, nguruwe walimrarua. Huyo nguruwe ana visa. Nguruwe wakamrarua akapata jeraha. Lile jeraha lilipelekea umauti wa Tamuzi, mtoto wa Semiramis. Tuko wote watu wa Mungu? Tunaelewana vizuri? Haleluya. Akafa. Tamuzi atawaambia nini? Tamuzi akawaambia hajafa, amekwenda kuungana na Nimrodi kwenye jua. Haleluya. Haleluya. Kuanzia pale watu wakaendelea kuabudu Tamuzi, mungu jua. Sawa watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Sasa watu wanaoabudu mungu jua, maana yake ni nini na ishara zao zinaonekanaje? Haleluya. Kwa sababu ni Mungu anayeleta fedha. Ndio maana unaona watu wa kushoto, watu wa dunia wana fedha nyingi kuliko watu walioko ndani ya Bwana Yesu. Kwa sababu ya yule Tamuzi. Haleluya. Sasa Tamuzi leo anaabudiwa sehemu mbalimbali kwa ishara ya nembo ya jua. Ndio maana unaona watu wengi wanavaga zile kofia zinakuwa na ishara kama jua. Sawa sawa. Wengine wanaweka alama za makampuni yao, biashara yao, wanachora ile alama ya jua. Aidha ya kofia au ya jua. Tunaelewana vizuri? Haleluya watu wa Mungu. Ili yule mungu wa fedha, Tamuzi, aweze kuwanufaisha. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Kuanzia hapo Tamuzi akaanza kuabudiwa. Wakatengeneza sasa utatu. Utatu ukaja vipi? Haleluya. Utatu ukaungana ambapo ikawa ni Nimrodi, Semiramis na Tamuzi. Haleluya. Nimrodi akihesabika kama Mungu Baba. Nimrodi. Tamuzi akihesabika kama Mungu Mwana. Na Semiramis akihesabika kama Mungu Mke. Ndio roho hapo. Utatu ukainuka hapo.
ndizo zile roho tatu za vyura. Haleluya. Haleluya. Sasa nimekuambia namna hii kwa namna ya kihistoria zaidi. Hebu twende tukasikie kwa namna ya kibiblia. Ili nisije nikawa nimepotosha, nikawa nimeleta ya kwangu kwenye akili yangu. Ila mimi nataka nikufundishe yaliyoko ndani ya Biblia. Haleluya. Haleluya. Hebu fungua kitabu kile cha Ezekiel. Sura ile ya 8 mstari ule wa 13 utashuka nao pale. Ezekiel sura ya 8 mstari wa 13 twende nao pale mpaka 16, nafikiri twende hapo. Amina. Kitabu cha Ezekiel sura ya 8 mstari wa 13 na kuendelea. Nasoma kwa jina la Yesu. Akaniambia, ndio. Akaniambia tena, ndio. Utaona tena machukizo makubwa mengine wanaoyatenda. Utayaona machukizo mengine makubwa ambao hawa walimwengu wanayafanya. Twende mstari wa 14. Ndio. Ndipo akanileta mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya Bwana. Ndio. Ulionielekea upande wa kaskazini. Alioelekea upande upi? Wa kaskazini. Upande upi? Wa kaskazini. Upande upi? Wa kaskazini. Upande wa kaskazini kuna miungu ipi? Ya bibi. Upande wa baba. Amina. Upande wa kaskazini kuna miungu, haleluya, ya bibi, upande wa baba. Akamwonyesha kutokea kule upande wa kaskazini. Akamwambia tazama. Na tazama, ndio, wanawake wameketi wakimlilia Tamuzi. Wakina nani hao? Wanawake. Wakina nani hao? Wanawake. Wanawake wameketi wakimlilia nani? Tamuzi. Tamuzi. Amina. Mungu jua. Amen. Wanamlilia wanawake, wakina bibi. Wanamlilia Tamuzi. Tamuzi. Na nimekuambia Tamuzi ni mtoto wa Semiranus. Na Semiranus ni mama yake na Nimrod. Haleluya. Na Nimrod ni mungu wa Babeli. Ndio maana unaona ile miungu ya Babeli mpaka leo ilikuwa imejengwa kama triangle. Sijui unaelewana? Kama yeyote anayeweka ishara ile ya triangle kokote anaabudu mungu wa Babeli, ambaye ni mungu Nimrodi. Amen. Haleluya. Amina. Wanamlilia Tamuzi. Amina. Endelea. Mstari wa 15. Unasemaje? Akaniambia, ndio. Mwanadamu umeyaona haya? Mwanadamu umeyaona haya, wanamlilia Tamuzi. Amina. Twende. Utaona tena machukizo makubwa kuliko hayo. Utayaona tena mengine makubwa kuliko haya ya kumlilia Tamuzi. Amina. Endelea. Akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba ya Bwana. Ndio. Na tazama, ndio, mlangoni pa hekalu la Bwana. Ndio. Kati ya ukumbi na madhabahu. Katikati ya ukumbi na madhabahu. Yani kutoka kule na hapa, hapo katikati hapo. Haleluya. Amen. Yani katikati, amina, ya ukumbi wa kanisa pana watu wanafanya nini? Amina. Walikuwako watu kama 25. Watu kama 25. Wamelipa kisogo hekalu la Bwana. Wamelipa kisogo, yani madhabahu ya Bwana wameipa kisogo. Yani wameiacha madhabahu ya Bwana, wamegeukia madhabahu nyingine. Maana yake hawamwabudu Mungu wa kweli, wanamwabudu Mungu mwingine. Amina. Angalia hawa watu katikati ya. Sasa kwa nini anasema katikati ya hekalu? Kutoka mlangoni mpaka madhabahuni watu wamekaa katikati. Maana yake katikati ya Wakristo, hao wanaojiita Wakristo, pana watu katikati yao wengi ambao wako wanajiita ni Wakristo, lakini hawamwabudu Kristo Yesu, wanamwabudu Mungu jua. Wameiacha madhabahu ya Bwana Yesu, wameigeukia madhabahu nyingine. Endelea. Amina. Na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki.
Nao wanaliabudu jua. Wanarudia tena, wanaabudu nini? Jua. Wanaabudu nini? Jua. Wamegeuka. Amina. Na tumesema jua ni mungu Tamuzi. Amina. Ni mungu Nimrod. Amina. Hawa walioipa kisogo madhabahu ya Bwana Yesu, hawa wameigeukia, wanaabudu mlango wa mashariki, wakiabudu mungu jua. Amina. Ambao leo mungu jua ndio yuko katikati ya utatu. Amina. Katikati Ya utatu. Amina. Huyu mungu jua. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Endelea. Nao wanaliabudu jua. Wanaliabudu jua. Kwa kuelekea upande wa mashariki. Kwa kuelekea upande wa mashariki. Mstari 17. Twende. Basi akaniambia, umeona haya mwanadamu? Umeona haya ewe mwanadamu? Je, ni jambo dogo sana kwa nyumba ya Yuda wayafanye machukizo wanaoyafanya hapa? Kwa maana wameijaza nchi hii udhalimu. Wameijaza nchi nini? Udhalimu. Yaani sehemu kubwa ya dunia inachafuka na kuharibiwa kwa sababu ya hawa wanaoabudu mungu jua. Ambapo sasa huyu mungu jua ndio lile joka. Ndio lile joka lililoko kwenye Ufunuo linalokokota theluthi ya nyota. Amina. Unanielewa hapa kidogo? Amen. Huyu mungu jua ndiye lile joka linalosema linakokota theluthi ya nyota. Haleluya. Inazikokota. Ndio maana unaona leo watu wanaoabudu mungu jua ni wengi. Watu wanaomwabudu mungu wa kweli ni wachache. Kwa nini ni wachache? Kwa sababu yule mungu jua ambaye ni joka anakokota. Anakokotaje? Anatuingiza kwenye mikataba na agano lake kupitia sherehe, kupitia nyama, kupitia vinywaji, kupitia michezo, kupitia matambiko, kupitia mila. Kwa sababu ni vitu vinavyofurahisha mwili wetu, tunakuta tumeunganishwa mule. Haleluya watu wa Mungu. Tunaanza kuabudu miungu ambao tayari pale pana Tamuzi na Nimrod. Tayari ni nani? Miungu. Wameshakuwa wawili juu ya jua. Tunaelewana kidogo watu wa Mungu hapa? Tunaelewana kidogo watu wa Mungu hapa? Haleluya. Haleluya. Ndio maana tunakuambia vyakula vinatuingiza kwenye maagano na mapatano. Wacha niseme namna hiyo unielewe vizuri. Unaona chakula kile cha kwako unachopika wewe, ili familia iwe na baraka, iwe na maendeleo, iwe na mafanikio, ili familia isiumbe, mara nyingi mama anapaswa kupika kile chakula kinacholetwa na baba. Mke anapaswa kumpikia mume wake. Nini maana yake? Agano la mke na mume linaendelea kuimarika. Mke anapompikia mume wake chakula, ale kile chakula, anaimarisha agano lao la kuwa mwili. Sijui mnanielewa kidogo? Haleluya mtu wa Mungu. Haleluya mtu wa Mungu. Familia ambayo baba hali chakula cha mke wake, mimi nakuhakikisha hiyo ndoa itakuwa inayumba hivi. Inayumba hivi. Inayumba hivi. Ili ndoa iimarike, ili ndoa iwe na baraka, mke pika chakula cha vyakula vingine vyote wacha. Watu wanaopika, wanaoacha wadada wa kazi wapike vyakula cha mume. Sijui nani apike chakula cha mume. Dada naye anapompikia mume wako anataka kufanya agano naye.
Ndio maana baada ya muda unamwona baba anaanza kumtamani dada wa kazi. Anaanza kumtamani dada wa kazi. Kinachomtamanisha ni nini? Kile agano la chakula linaloingia hapo. Haleluya! 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 Ndoa nyingi zinaharibika. Mamache dada apike chakula cha baba, apike chakula cha baba. Anaharibu ndoa yako. Kama chakula kinakuingiza kwenye agano la shetani au la Mungu, chakula pia kinakuingiza kwenye agano la mume na mke.